kama nilivyokupigia simu, huyu bwana ameniambia, na alivyoniambia kwamba amehangaika huko, akaangalia akasema muembe upi wenye dodo. Lakini sasa katika kutafuta kwetu, kiukweli tumeupata. Na tumeupata kweli. Huo muembe, yani ni wewe. Na hapa tulipo, miji malaika tusikia sote hapa. Jambo la heri ukilikata kama hivi, mara malaika kubwaga tufalla kichwa hapo, shughuli kesha. Kiukweli Walingala siku zote huwa anaongea kwamba zero eza na valerte, kasi eza na valerta de kopte dubero. Zero sio namba, lakini ni namba inapokamilishwa na namba nyingine. Huyu bwana ni namba. Kusema kweli mimi mwenyewe shakupenda. Maana hapa nilipo, moyo ushaoza, shingo ishafanya taka, na hapa na vyangu kihuju tu. Nikubalia tukale raha. Na vile na sikudanganye kusema kweli mimi hapa kijijini ni walatani. Mimi nina pesa mpaka zishafanya viazi mikisa maboga. Ukinikubali mimi tukioana, mbona kusha enjoy? Nitakapomuoa mimi huyo. Harusi naifanyia wapi? Baharini. Na kunga kama mpapa. Na kisha kuwa pale moja kwa moja siku kigaragara, siku kimatopeni, siku kibasra. Moja kwa moja tunaenda Uturuki. Ukitoka Uturuki ni toilet, chooni. Ukitoka chooni tuingia Uturuki. Maisha tuendelea mbona? Wewe ukapa ngozi hiyo ilivyo. Mtoto wako kama jua la kusi. Mkubali. Kubali tu mtoto wake. Mkubali. Kashakubali. Kashakubali. Shakubali. Basi haina shida. Lakini nakwambia kama umekubali. Sawa? Sio siku hiyo unashikwa bichwa. Mkono kaikoa kwenye nini? Ukakataa. Ukasema, "Je, uko tayari kuolewa na bwana balozi?" Useme uko tayari. Maana pale ukija ukikataa, familia kushefezehesha. Familia kusheti aibu, kusheti na kisira cha roho. Wewe unavyotakiwa sasa kijana riziki kama hiyo, watakuwa ilikubali ile riziki ili uwe nalo. Maisha yaendelee. Hakuna shida hapo. Ingirudi kukubaliana mimi na wewe. Kwa sababu ndio tunalala pamoja. Kushakubali. Haya basi. Rangi kama hivi. Haya basi unaweza ukaenda. Haya baadaye. Mwanamume gani wewe mshenzi mmoja nipishe mke wangu samahani Samahani? Wewe ishi hapo mwanamume wewe. Utasikia? Nitakupiga kibao. Wewe usisubutu sasa mimi kuniita mke wangu. Naenda wapi? Naenda nyumbani. Nakuwa hata siku mbili hajafika na tafuta njia wenda. Mke wangu. Naenda wapi? Unaniuliza mimi naenda wapi? Naenda nyumbani. Hasa kwani mimi sina kuchukua jana tu. Leo hiyo tafuta njia yako siku nitoka jana tu mke wangu. Mbona nifanyia hivi jamani? Makubwa haya. Hivyo mwanamume ukijiangalia vizuri ni katika formula ya wanaume sawa huingi. Astaghfirullah. Mke wangu, kwa hiyo unaondoka hivi nitesa mimi na usiku. Na wakati mwenyewe ni kibatari changu nategemea kupata mwangaza. Leo nataka nitoka mke wangu. Leo shara la kiza. Mwangaza wangu ule na uona saa potea. Kaka. Bibi dada. Naona nakuita muda wote huo, ulikuwa wapi? Niko kochoni. Niambie. Sasa mimi naondoka kidogo, naona amepigwa simu na mzee Isa kidogo. Ndio. Kuna kikazi kidogo kimetokea, itabidi nikakifanye. Sasa? Mimi naomba ufanye urudi kwa sababu mimi mwenyewe nataka kwenda mjini. Ushaniona hapa nimejiandaa, nataka nielekee mjini. Sawa, sichelewe nakuja sasa hivi. Haya sawa, baadaye. Haya sawa. Hodi wenyewe. Asalamu alaykum kwanza. Wa alaykum salam. Dada vipi? Salama kwema? Wewe maana hupo sasa? Nipo. Haya.
Hivi ndugu yangu. Vipi mjomba nankuta? Mjomba, yani cha kukuambia mjomba kaondoka sasa hivi. Sasa hivi hapa kaondoka. Shida nini kwani? Shida hamuna. Lakini mazali sijankuta mjomba. Tukae pembeni mimi tuzungumze. Mimi na wewe sio. Na bani kisha kufikishia wewe. Mjomba shafika. Basi twende. Haya dada, kwa heri. Halo. Sawa. Haya asante. Dada, tuonana baadaye. Haya, usichelewe. Haya. Lengo na mazumuni ni njomba. Na njomba nakuja pale sijankuta. Ndio. Kuna matatizo kidogo yanikuta. Matatizo? Matatizo gani kaka? Kizunguzia matatizo kushaelewa. Na ndio maana nikakuondosha pale kwenye yule mwanamke nikaona kukuletea huko. Ndugu yangu, mimi wake zangu 4 wote washanikimbia. Wote 4. Wake zangu 4 wote washanikimbia. Lakini nikasema si tatizo, za kwa si riski. Sasa mimi bwana nina madhaifu. Akija njomba mwambie kwamba wake zangu wameshanikimbia. hilo tu? Hilo tu. Haya. Basi sawa, haina shida. Ila zingatia sana umfikishe mjomba. Na vile vile mwambie aje nyumbani. Kwamba kuja balozi hapa. Vitango 3. Vitango 3. Bora shangaa hivyo. Kwanza nashangaa. Sasa wewe ushangaa ukakuta mtu anakunya nje. Sikiliza kakaangu. Yaani vitango 3 ndio maana yake ndio nini? Wewe hayo hayakuhusu. Muhimu ufikishe ujumbe wewe kama kibaraka. Akija mjomba mwambie bwana vitango 3 kafika hapa. Sawa. Ana shida na wewe, asinywe hata maji, aje nyumbani. Sawa. Nitamwambia. Haya bwana. Haya. Sasa haya nakwenda mimi. Haya karibu vitango 3. Haya na kitango kimoja. Karibu. Haya. Kumbavu wewe. Hali kakaangu huyu. Nakusikiliza. Na kuona wewe na balozi rafiki yako, yani kifupi wewe na balozi rafiki sana tu wakubwa so. Ndio. Juzi kaja kumtafuta kakaangu, shafahamwe, kuja kumtafuta kakaangu alafu hajamkuta, kanikuta mimi. Kanaambia akija kakaangu nimwambie kama kaja vitango 3. Vitango 3 ndo nini? Vitango 3. Vitango 3. Umesema kwamba balozi kaja nyumbani kwenu. Alipofika pale akamuona kaka, yani alikuwa na shida na kaka yako. Lakini sasa je, kaka yako au mjomba wako? Mjomba wangu. Sasa hapa ulikuwa kidogo unanichanganya mjomba wangu. Kwa hiyo unataka kujua maana ya vitango 3 ndo nini? Siku moja mimi nimesoma science. Mimi nilikuwa Singida. Kuna mkoa mmoja unaitwa wilaya Itigi Manyoni. Nikatoka pale Singida, nikaingia sehemu moja inaitwa Kongo Kishansa Brazzaville Kananga Mbuzi Mei Angola kwa Kasai. Kuna somo moja inaitwa psychology. Sikiliza kwanza. Usinihangaishe huku kanipeleka huku kanipea huku. Niambie vitango 3 ndo nini? Wewe tatizo bado ni mtoto. Sawa, mimi ni mtoto, lakini mimi yule
ni kakaangu, alafu nikimuona siku hizi hayuko sawa, ana wake 4. Wewe utashachana nao. Na mwisho juzi mmoja tu kaachana naye 4. Shida ni nini? Hapo. Laila, imekuwa vizuri kutokea. Mwenzangu nina ubuyu. Hey. Nipe lakini kifua unacho? Nacho. Mwenzangu, nimeelewa siku hizi 2. Ya 3, nimekimbia. Jamna. Mwenzangu, so huyo binamu yako huyo? Binamu huyo vitena? Huyo binamu yako mtoto mjomba wako. Balozi au? Ndio huyo. Kwa dakta. Ana hivi vitango 3. Vitango 3. Vitango 3. Ndio maana wale wake zake wakamkimbia kaoa wake 5. Unasema 5? Wamemkimbia. Wa 11 kafa kwa mbio. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Vitango 3. Shem, sisi tumekuja na tumekuja kwa sababu ya kitu hichi kimoja. Yaani hii ndoa haijafika siku 2 tayari wewe umeondoka nyumbani. Ndio. Na unakumbuka kuna kipindi tulikaa pale nikakushauri, nikakwambia huyu bwana anatafuta dodo la kuishi nalo. Lakini kinachoshangaza, shughuli imefanyika vizuri na umekubali vizuri, lakini nafika wakati we umekimbia. Sasa kaja huyu bwana, kaja kunipa malalamiko, mke wangu kanikimbia, yani wewe shemeji yangu kanikimbia. Sasa nini tatizo? Sasa nikwambie, panakalika kuhusu mdogo wako. Hapa kaliki hata kidogo. Mwanamume gani ana vitango 3? Umenipata vizuri hapo ninavyoongea? Lakini mke wangu, usifike huko. Utakushanya mashetani hapa na majini mke wangu. Iwe balaa. Demu toe shetani mke wangu. Toa shetani mke wangu, mimi nakupenda wewe tu, sina mwingine. Kwanza ishia hapo wewe mwanamume, umenielewa Mimi sio mke wako na wala usisubutu tena kutamka hilo neno kama mke kwangu mimi. Ishakuwa hayo. Umenielewa? Mke wangu usiseme hivyo, mishetani nyuma kichogo hapo mke wangu. Mwache wepo. Lakini sikutaki hata kukuona. Sije kuniharibia future. Shakuwa gumu. Acha mambo kwa kizee basi. Yule mtoto. Wewe. Mtoto mkali. Mzee nini wewe? Yule mtoto mkali. Acha mambo kwa kizee. Sasa mimi nimekupigia simu ufike hapa. Ndio. Unajua kiukweli katika kijiji hichi yani balozi jinsi alivyokuwa na matatizo na hasadi, watu wote wanamsema yeye. Mwenzetu anagundu kiukweli. Mimi nikajua nakuja na kitu cha maana. Kumbe nakuja na kitu ambacho kwa tushakizoea kwa sasa. Hivi itawezekanaje binadamu awe na vitango 3? Ni kweli. Sasa tutamsaidia vipi? Kivipi? Hapo la kumsaidia, labda tu tumpeleke kwa mtaalamu. Mtaalamu gani tena? Ninaposema mtaalamu namaanisha kwa mganga. Nashangaa nini sasa? Mganga tena? Tumpeleke kwa mganga. Sasa huyo mganga gani? Kwani uelewa hapa kijijini kama mganga amini?
Huyu Amini unomjua wewe? Yule mganga. Huyu Amini kabisa katika hichi kijiji. Kuna siku mimi nimekwenda pale dukani kwenye mkahawa. Ilikuwa nimetoa shilingi nataka kahawa. Akaniomba 500. Ndio maana mpaka leo sipati hela. Na mimi ni mganga. Sasa ukitaka kuamini, nenda kwa mganga Amini utaamini. Basi haina shida. Okay sawa. Haina shida kama ni hivyo basi tutaonana baadaye. Haya bwana. Haya. Ila usisahau bwana baadaye. Ndio anakuja. Kukimbia wasichana. Haya bwana nganga sasa ushafika. Na kama tungwahi muda mwafaka mata moto hujazima. Mimi cha kusema kwamba hii safari yetu bwana haikosi kuwa na msukosuko. Safari yoyote haikosi kuwa na msukosuko. Huyu mwenzangu kikweli ana matatizo makubwa. Moja kwa moja. Kashaoa wake 12 lakini hao wote wamemkimbia. Sasa sisi tumekuja hapa tunataka tujue huyu matatizo yake, kama hili tatizo linasababishwa na ushirikina au la. Taratibu baba mate, taratibu. Taratibu nganga mate. Hilo ni tatizo dogo sana. Na limeisha. Sawa? Hapa kilichobaki ni kutoa dawa. Kutoa nini? Dawa na kuondoka. Alafu ni halisia yake. Umezaliwa nao. Sijapinga hilo. Moja kwa moja nganga. Hilo sio tatizo la kupigwa. Hilo ni tatizo ambalo Mungu amekupa. Huo ni uhalisia wako. Na hakuna mtu amekuwa anaweza kubadili uhalisia wake. Hili tatizo na nganga na yangu mambo tu. Matango ni ndigi. Mpaka pale nilipofikia na jangu vitango vitatu. Na hivi ndio watu wanaofanya kaka kanikimbia mimi mganga. Kwa hiyo unahitaji angalau kama kuna maji ushauri utusaidie. Sasa utakamata uje na mizimu ya hapa. Mbaya. Mjinga we. Ondoke singanga huyo muuaji. Kuna dawa moja inaitwa Msanga Magumbe. Msanga Magumbe. Usamba Magumbe. Usamba Magumbe. Tulieni basi kutenda. Usembe Magumbe. Hakikisha unaoga ndani ya siku 40. Siafa tu. Zuia! Staki zuia! Kama tabanaki. Zuia! Ishashika. Nganga kwa vizuri. Hakikisha unaoga ndani ya siku 40. Kikimaliza kitambaa changu nirejeshe. Takuvulia kabisa nganga usijali. Meta kileta hapa shake piga na pofu. Wewe usijali nganga kwa hilo. Mimi shida yangu ufanikiwe tu. Haya basi. Hebu cheka kwanza. Cheka. Chekani. Cheka. Hali tosha. Tieni mkono mfukoni mweke changu. Si mchacheka. Nishipangu nganda. Mchacheka bado. Nganda Jordan si changu. Ona nini? Changu. Basi tutakutumia kwenye simu Tigo pesa. Baleta masara. Lendeni. Tukifanikiwa lendeni, sitaki mazungumzo. Tukifanikiwa tutarudi na pesa, lakini sasa hivi wataka mavuno kama matunda huja hapa na nganga gani? Nganga si banga huja dai kokule bana. Sijui kuna mhogo kuchesha. Haya nganga kwa heri. Shaumia. Hata mia. Nimepambana vyote vile. Haya nganga. Hata 200 hajanekea kifungo. Maleo nipata. Hata 200.
Tulia kwanza. Tulia kwanza. Hawenda wapi? Wakukimbia 100 inshawe wake 10 ta moja sinaye na 11 kafa njiani kwa mbio. Nakurupuka tu kama jamvua. Sasa naomba unisikize kama ndugu yangu. Banange wewe ni mwenzangu, wewe rafiki yangu. Umenifahamu? Sasa mimi nakuomba kitu kimoja tu. Tuachane na maswala sio kwenda kutafuta tena mwanamke mwari, si tukatafuta mwanamke njane. Mimi shakubali kukaa na madhaifu yangu. Mimi mbona ndo basi? Kwa sababu mimi nikiangalia mimi madhaifu yangu nilokuwa nayo. Alafu kikangilifikiria swala la ndoa. Nitakuwa kila siku kugawa mahari tukantoe vishete sikitini. Usiache bwana. Mimi si rafiki yako. Mimi si unaniamini? Ndio mshenga wa East Africa. Kenya, Uganda na Tanzania. Mimi ndo mshenga mkubwa. Sije kufeli. Sasa ndugu yangu feli huja kufeli. Na mimi siku zote najua kwamba ndo mwenzangu. Kwa hiyo usio na shida. Mara hii lazima tukamtafute mwanamke mwari. Hata kama kijiji cha pili huko. Mimi kusema kweli ndugu yangu sijawahi kupinga. Na siwezi kukaa siku moja akasema kufikiria kukupinga. Sasa badala nikishawaza hivyo si tatizo. Tatizo ni kumpata mtu ungaka tukubali. Lakini kama unahisi tutafanikiwa ndugu yangu umeshakubali. Huyu unaweza ukaishi naye. Mbona kana fikiria sana hapo? Mijani na mijitumbo yao na mwili mikubwa ya kimbia. Je, mtoto mwari wanataka kumchukua kuja kumweka ndani mimi. Sitakuja kuwa ni fedha hai. Usimwari atakuwa hajawahi kuona kama wewe na vitango vitatu. Atasamili huyo. Mimi kusema kweli ndugu yangu sijawahi kupinga. Na siwezi kukaa siku moja akasema kufikiria kukupinga. Sasa badala nikishawaza hivyo si tatizo. Tatizo ni kumpata mtu ungaka tukubali. Lakini kama unahisi tutafanikiwa ndugu yangu umeshakubali. Na kweli umeshakubali bwana ndugu yangu. Sina shida yoyote. Jambo la kukaa chini na kulifikiria na kutengeneza miakili tujue nini ndofanya. Ameshakwambia bila kuamini sana. Amesha shida. Sasa wewe ndugu yangu cha msingi. Wewe wahi. Takutafuta bana salati nzuri ili tuje tuongee zaidi. Haina shida. Sasa wewe ndugu yangu bana karibu. Ila usisahau tena mfuko. Mfuko atoboka saizi. Usijali ndugu yangu nitaleta fundi jarahani kule kwako. Asante ndugu yangu. Karibu. Hawe nawe. Hata kufumua kwenye hujafumua. Shoga yangu. Mie mmeona vipi najua? Maadamu wewe ndio ulionisuka wewe. Kwa hiyo mimi uliponisuka huko nipa nini? Kibali. Kwa hiyo nimekuja hapa unifume. Alafu ndio unisuke. Ndio Stamira. Stamira shoga kidawa tabidi niende sawa. Suka baadaye. Bwana inshallah utakuja baadaye sawa? Hapo. Acha na hata kisukua vipi na wewe umefanya makusudi? Sijafanya makusudi mwenzangu, hukunipa kibali cha kusukia, cha kufumua. Nimekumbuka shoga yangu. Nini tena? Yule aliondoka. Yule mwanamke alikuja hapa tena huyu na wewe naye. Sasa nitaka kupasha huyu wa moto ndo kwanza atoka jikoni. Hebu nipeni umunyi mwanangu. Yule ndo mke wake. Matango matatu. Uko mimi? Kumbe ndo yule shoga yangu. Kwa hujui? Mwenzangu ilikuwa sijui. Bora shoga yangu. Na kwa hivyo basi. Hapa sikusuki. Mpaka kafumua nywele zako uzikoshe vizuri ja. Basi zanuka jasho shoga yangu na wewe nawe. Kwa hiyo unaniacha hivi? Mwenzangu, mimi nikusamehe tena. Wewe mwenzangu nataka pika mwanangu sasa hivi nataka kuja. Wewe mimi nimesa. Nenda zako za kuisha kufumua. Lole. Hodi. Wenyewe. Hodi. Karibu. Salamu alaikum. Alaikum salam, jambo. Jambo pia ni nzuri. Kwema. Kwema. Haya, balozi imemkuta?
Hapana, katoka. Haya, maana mimi ndo nilikuwa ni mkewe wa mwanzo huyo balozi. Lakini nakushangaa mwenzangu, una moyo tena, una moyo na una kifua hasa cha kubebea. Kwa nini jamani? Maana mpaka hivi sasa nakushangaa wewe umekaa. Na wakati sisi nakwambia tuloolewa kila mtu kauchoma. Hapa kaliki. Unajua hapa kaliki? Hapa kaliki maana na vitango hivi vitatu. Vitango vitatu ndo nini? Kwa hiyo nataka nampia mume wangu ndo ana vitango vitatu. Kani hujui? Tena ananiuliza mimi wakati hiyo vitango vitatu ndo nini na kati wewe ndo mumeo. Mafunzo haya. Kaida ya mwanamume anakuwa na kitango hiki kimoja tu. Sawa. Atanitambua leo hapa atakapokuja huku ndani. Shamweza shantia maneno utajijuana. Mkangu. Mnaenda wapi? Mke wangu. Hiyo unazoingilia mke wangu atakozi angalia usingenagi yako umesengine sasa hivi mapiresha. Mchana usubuhi mipiresha. Mchana mpiresha, usiku mipiresha. Utakuja niwa mke wangu mrusha kwenda. Mimi naangaza kote na kutafuta kumbe langu wa nyuma. Haya mke wangu vipi kwanza salama lakini. Usijichekeshe ukijua ulichokifanya. Kama mke wangu ungekuwa nakijua, basi hakika tungelilipata jibu. Lakini mimi ndo kwanza hili jambo nalisikia sasa kwenye masikio yangu. Na utakaposema kwamba nalijua wakosea. Nisikilize nikwambie, wao ulipokuja kijijini, mimi hukushindwa kuniambia mke wangu unakuja kukuposa wewe, lakini nina tatizo fulani na fulani. Mimi ningekubali ama ningekukataa. Leo hii umeenda nje, nimejiwa hapa na mwanamke. Ananambia wewe kwamba una vitango vitatu. Ulishindwa kuniambia mimi balozi? Nikutaka kwambia hivyo mie. Lakini nikizama huko na vyangu kazi na Joho, nikizama huko na vyangu kazi na Barakashia. Kwa hiyo mke wangu ninasahau na mimi nikizama pale nataka kushika jichwa, niondoke nikapunzike. Mke wangu sifanya hivyo wakosea. Kwa hiyo siku zote ulizokaa na mimi bado umesahau ulikuwa hujakumbuka, si ndivyo? Mke wangu. Na kuuliza siku zote ulizokaa na mimi tangu siku ulio umekumbuka? Kwanza maneno unazungumza. Akipita malaika mwema. Karibu yako. Basi akikukanyaga, mke wangu roho elenga. Jaribu kustakafiru mke wangu rudi kwa Mungu. Kwa hiyo mimi unaniona mkosaji, wewe uko vizuri, si ndivyo? Mke wangu usiangalie hayo, mke wangu tuangalie. Niangalie yapi mengine? Tundokoza tuna wiki mke wangu tunataka tujenge familia mimi na wewe. Mke wangu mimi nikiona sura yako jinsi ilivyo nyeusi kachapati longo basi roho yangu yasisika. Sasa mke wangu naomba unisamehe. Mambo yeshi haya, mambo ya kawaida tu ya kibinadamu. Shakosea mke wangu. Hebu balozi tu. Safari ya kiboko. Wewe mke wangu sio binadamu wa kawaida wewe. Mara nimejikosea nimeenda kwenye familia ya vifaru. Mke wangu, mambo madogo tu mke wangu wewe. Mke wangu wewe. Karibu maji. Asante sana. Haya bwana mtaalamu, haya kitu hapa. Nilokutia hapa kuhusu yule bwana balozi. Yaani mimi alinioa, fahamu Lakini sasa kwa kutokana na vile alivyo nilimkimbia. Ana vitango hivi vitatu. Sasa hivi nashangaa kwamba balozi amepata mtoto mwari. Shafahamu na anaishi naye na mpaka sasa hivi kimya. Sasa bwana mtaalamu, ninavyotaka nataka yule balozi yani wagombane na yule mwanamke waachane. Hilo ni jambo dogo sana. Na wala lisikumizi kichwa. Umeelewa? Mimi ndo amini. Yani hii himaya yote ya dunia nzima nikifanya Umeelewa? Ndio. Na dawa kama hizo
Ninakuwa mimi hata sipotezi muda mkubwa kuzitengeneza kwa sababu ni sekunde tu zinaisha. Mambo yote nikamaliza. Sasa Na nikiamua kufanya kitu basi afanya kitu kinaeleweka. Mimi uwezo nilokuwa nao, bahari ile yote hii mimi naweza nikegeuza kwa supu, watu wakanywa. Wewe usogope. Majumba haya yote mimi naweza nikageuza kwa ni maboflo tu, watu wanakula. Hivi kweli mtu atakufa na njaa? hayupo. Hayupo. Kwa hiyo hilo ni tatizo dogo. Sasa Umeelewa? nimekufahamu. Ila mambo haya sio kufanyika hapa, fuata ofisini Kwa hiyo utanisaidia bwana mganga? kabisa. Yaani ni sasa nimejikata kucha tu au nimepwesa. Kwa hiyo karibu sana ofisini pale. Haya, asante. Fika saa 10 kamili jioni. Sawa sawa, nitakuja. Siku ya kesho namaliza kila kitu. Haya, inshallah. Hodi. Karibu. Jambo. Jambo shoga yangu, karibu ndani. Shoga yangu, ni sitaki kukaribia sasa hivi. Yaani nimetoka huko, nimeona bora nikufuatie wewe hapa, unipeleke kwa mtaalamu hapo mara moja. Kwa mtaalamu? Ndio. Kufanya nini? Ndio kufanya nini? Yaani mimi nitakaondoka nipeleke tu mara moja, una maongezi. Yaani kila kitu mimi. Kwani unaenda kuchukua nini? Nataka kwenda na masuala yangu yale kuhusu balozi. Balozi? Tena? Ndio. Balozi. Umemkata mkakati wewe, mchana kweupe, ana vitango vitatu sijui huko. Ndio, sikatai nuka kama nimemkata. Mchana kweupe. Kwa sababu ana vitango vitatu. Sasa ikiwa ana vitango vitatu, sasa hivi ndo ninamkubali, ndo namtaka tena, atakata viwili atabakisha kimoja. Haya, ngoja nichukue viatu ndani. Haya, nakusubiri hapa. Haya. Wait kidogo. Usiogope, Zuia. Unaweza ukenda. Sawa sawa. Karibuni. Moja pita hivi, moja yake hapa. Mtaala, ndo nimeshafika kama ulivyoniambia, saa 10 niwe nimeshawasili. Kwa hiyo ndo nimekuja kufuata hizo dawa. Sawa. Na kuhusu dawa, mimi naweza tushinda kila kitu. Ndio. Hiyo ni kazi ndogo tu. Wala isikupigishe presha. Sawa. Oya, tengeneza kitu. Mwite Mkurungu alifanya mambo yake. Sawa sawa. Ndio.
Hiyo ni msaka uchawi. Msaka uchawi? Msaka uchawi. Msaka uchawi. Hakikisha balozi namfika hiyo. Kivovote. Ndio. Hata kama inamgusa. Lakini inafika. Mfike. Alafu utachukua na kichangaki ambako uko kwenye kiwanja chake. Kiwanja chake. Hakikisha kitambani tunapata kimoja. Sawa? Sawa. Nini? Sijui. Hii ni mwavi. Nini? Mwavi. Ni mwavi. Izuie. Siogope. Sawa. Hakikisha uletea kwenye glasi. Kwenye nini? Glasi. Kwenye glasi. Uletea na maji ya majuisi. Ili mradi balozi yani. Ili mradi balozi yani. Usiogope. Alafu uteka na nazi 3 kavu. Nazi ngapi? 3. Ziwe kavu. Nini? Ziwe kavu. Alafu zeke pamoja. Sawa? Sasa. Chukua na hii. Unajua nini? Hii ni mutiluti. Izuie. Usiogope. Sawa. Hiyo inatakiwa kwa chumbani kwako. Wapi? Chumbani. Chumbani kwako. Alafu utaika na mayai 3. Kija kipotea hiyo. Hakika unapotea. Una nini? Unapotea. Sawa. Kimaliza hapo. Kila kitu tayari. Wait. Harakeni! Shemu. Naam. Mbona hivyo? Hakuna kitu. Vipi, kwema? Kwema tu. Mbona unalia? We acha tu. Sijui shemegi tumemkuta. Hapana, shemegi katoka. Kuna nini? Mbona unalia? We acha tu. Vitango 10. Leo vitango 10 kafariki. Leo ndio siku ya huzuni hapa katika maisha yetu. Kwa hiyo akija huyo shemegi mwenye vitango 3, mwambie vitango 7, vitango 5, vitango 6, vitango 12. Kwa hiyo shemu ataka kuniambia kuna mpaka vitango 10. Unashangaa hivyo shemu? Mwenyewe na vitango 12 na bado naishi. Wamekuja kuleta taarifa ya kifo. Sawa shemu, karibuni, akija nitamwambia. Kwa hiyo mpaka vitango 12. Umeungumia na vitango 3 tu.
Asante mke wangu. Asante sana mke wangu. Habibi salama? Salama. Haya mke wangu. Sawa balozi, nilichokuitia hapa mume wangu. Ami mke wangu nisamehe tu. Hapana. Nimeanza na kutafakari. Ombi la mwanadamu sio kukosa thamani kwa mtu. Na kuahidi nitadumu na wewe kwa shida na raha. Na kuahidi nitakupenda kufa kuzikana. Nisamehe. Wewe mke wangu. Hivi ni wewe unachokizungumza? Ninachokiona kwenye macho yangu mie, hau mijicho yangu tusha kwa mibovu? Bana ndo mimi sasa. Kwa ninachokiona kisahihi? Yeah. Shakusamehe mke wangu. Shakusamehe zamani tu mke wangu. Asante. Maana hivi sasa hivi nishaanza paga kila nitembea hapo. Sioni jiso la mtu mwingine na jiso mbele. Nikipita huku naona picha mtu mwingine na picha yako mbele. Sawa. Nani mke wangu sema kweli mimi ndani ya roho yangu kukosa siwezi. Ulipotoka hapa kaja vitango 7, 5, 6 na 12. Kaja kuleta taarifa ya kuwa vitango 10 kafariki. Vitango vingapi? Vitango 10. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pole usilie. Asante mke wangu, vitango 10. Ilikuwa nimemwangalia kwa mbali vitango 10. Pole. Ndio hivyo pole. Tumebakia mimi sasa hivi na vitango 6 na vitango 7, vitango 10 ndo hatunayo. Oh my God. Basi wewe muombe dua tu alale pale pema. Pole. Kashafika huyo muachende. Kaku kashafika huyo. Sawa. Mimi nataka niende ndani. Sawa kangu ndani. Niekecha hicho ninjaoga. Haraka mke wangu. Mimi mke wangu. Usijaka saa kutilia sukari. Vitango 10. Huyu banage. Kangu kabaridi. Yaani mimi nilijua moja kwa moja ndio shughuli ninayo tena kwa mara ya pili. Mke wangu. Ada.